Mume wangu, na maana umeshindwa kabisa kunivumilia? Mbona mimi nafanya kila kitu kwa ajili yako? Still, mimi sijakuoa kuja kuzulazula katika hii nyumba yangu. Mara uko chumbani, mara uko sebuleni, mara uko chooni. Haiwezekani. Nisikilize vizuri. Sisi wajanja huwa tunapanda miti yenye matunda. Lakini pia tetea asiotaga huwa anachinjwa na kuliwa. Stella, mimi naona wewe tumefikia mwisho. Unaweza ukaenda. Kwa sababu unaipanda mti lakini sio ni matunda yake. Matunda yako wapi? Mume wangu, mimi nilikubali kuolewa na wewe kwa sababu ya mapenzi yangu. Nilikubali kuishi na wewe kwa sababu nakupenda. Swala la kupata mtoto ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu? Kama Mungu alikuwa anasikia maombi yangu leo sitakuwa na mtoto. Stella, sitaki kusikia kitu. Nimekwambia toka. Stella, toka. Naomba usinifanyie hivyo. Naona wewe hatuelewani. Wangu jamani. Nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Kie ndugu yangu, unaonekana haupo sawa. Nini shida? Mimi mbona niko sawa tu. Karibuni. Shem, karibu. Asante sana. Vipi nyewe mnaendeleaje hapo? Mambo nitie Stella tuzungumze kidogo. Stella hayupo. Ameshaenda kwao. Kwa kifupi tumeachana, nimempa talaka yake. Wewe unasemaje? Ina maana umefikia huko? Yaani umeamua kabisa kumwacha Stella? Mungu wangu, kwa nini umefanya hivyo? Mke wangu, hebu tulia, hutakiwi kupanic hivyo. Tutaongea naye taratibu taratibu, kila kitu kitakaa sawa. Niki, hujui tu ni jinsi gani Kimu anampenda yule mwanamke, na tumetumia yani nguvu kubwa mpaka kumshawishi Stella kuolewa na Kimu. Niacheni bwana, mimi mwenyewe ndo nimeamua. Unasemaje wewe? Yaani ina maana umesahau yale magumu yote tuliyoyapitia ili kumpata Stella. Kaka, mbona unajisahaulisha? Yaani ilikuwa wewe sio kumpa talaka Stella kienyeji namna hiyo. Yaani hata mimi unanichanganya, yaani umesahau yale ya nyuma yote tulikuwa tunapitia ili umpate yule mwanamke. Au sio wewe kakangu? Wanawake wako wengi bwana, nitaoa mwingine. Nyamaza. Tena naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia leo sitaki unishirikishe kwenye hayo mambo yako. Niki, tuondoke. Mke wangu, hatuwezi tukaondoka kama hivi. Niondoke nikuache au tunaenda wote? Chem, nitarudi. Hii tuongee vizuri. Ila kwa wakati huu acha niondoke na Viki, naona kama haiko sawa. Nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana. Nilidhani safari ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Nilichelewa kufahamu kwamba moyo haupimwi kwa maneno. Nilikupa kila kitu, nilichobaki nacho wewe ukaniacha gizani. Uliniuka kweli, nilidhani utanipo.
Yaani kaka, sikufikiria kabisa kwamba unaweza kuamua maamuzi ya kijinga kama haya. Yaani kaka, waamua kumpa talaka yule mwanamke kabisa. Yaani mimi binafsi ile swala sijalipenda kabisa ya. Hakuna mtu aliyopenda ishu kama hiyo itokee. Ila kwa kuwa mimi ndo nilimuoa yule mwanamke na mimi ndo nilifanya maamuzi ya kumwacha. Sioni kama kuna shida. Kwa hiyo wewe huoni shida yoyote ile hapa? Huoni kama kuna tatizo lolote lile hapa? Mimi? Yaani na maana wewe ulishindwa kumpa muda hata kidogo tu. Babu wewe vipi? Mimi nimeamua maamuzi ya kiume. Nitafuta mwanamke mwingine ambaye nitamuoa, atanizalia watoto. Oh. Na umeamua maamuzi ya kiume kweli kweli. Na hayo ndio maamuzi ya kiume. Lakini mbona kama hauko sawa wewe? Umemkumbuka shemeji eh? Babu wewe sikiliza bwana. Mimi sina mawazo wala naona nionaje. Namuwaza nani? Nimuwaza ili iweje? Oh. Povu la kutoka kumtaja shemeji tu. Sawa, lakini nakumbuka hapo nyuma kidogo shakufundisha kitu kinachohusiana na muda. Na weye ulishindwa kunielewa kuhusiana na muda. Lakini sasa unakoenda utakwenda kunielewa nini maana kujipa muda. Kimo. Fizo. Acha muda wala nini, asinichanganye. Nishafanya maamuzi yangu ya kiume. Fizo, una uhakika na hicho ulichoniambia? Mesha kuwa na utani na wewe. Kuna siku mesha kuja kwako nikakuambia habari za uongo. Yaani hivi ninavyoongea mimi na wewe, uko Stella shalamba talaka hivi kwa kwao. Basi kama ndio hivyo, mtoto watu atakuwa anatia huruma sana. Hey, wallahi nakuapia. Msago, hakuna nafasi ambayo Mungu anaweza kukupa mara mbili. Hii ni moja. Msago, nakuambia changamka. Huu ni wakati wa wewe na Stella kutimiza ndoto zenu. Wewe na Stella inabidi mtimize ndoto yenu ya ninyi kuoana. Na huu ndio wakati wenu. Hivyo unajisikia unachokiongea lakini? Sikiza nikwambie. Mimi naamini kwamba Stella anapendana sana. Na hili ni swala la muda tu. Kwenye mapenzi kuna kugombana. Mimi naamini watarudiana. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa na mawazo hayo ya kusema mimi nitarudiana tena na Stella. Haiwezekani. Sawa. Mbona wewe kama bakuli wazi? Umekaa tu tandamu. Akili unakuwa kama huna yani. Nimekuambia hivi, ameshampata talaka 3. Hivi ninavyoongea mimi na wewe Stella yuko kwao. Sheria gani ya dini gani inayoruhusu mtu akipewa talaka 3 mwanamke huyo anaweza kurudiwa tena? Nimekuambia huu ndio wakati wa wewe na Stella kurudiana na kutimiza ndoto zenu kuoana. Mbona unakuwa kama uelewi? Mbona unakuwa kama wewe akili una? Yaani wewe wajitekame mwenyewe kisha wacheka mwenyewe. Watudanganya si au wajidanganya mwenyewe? Ufuate moyo wako na wewe. Mbona wataka kila kitu tuongee si Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Tulembuke baba. Daga. Kiara kuture mundu wa Kiara. Daga baba.
tupoteze ile movie yetu. Leo ni mara mwisho kabisa. Hatajirudia tena hii. Yaani wewe Stella, karibu. Mke wangu huyu anaitwa Stella. Ni rafiki yangu kutoka zamani huko tumecheza watoto. kaka, unataka wewe tafadhali, nyumbani kuna tatizo tu. Tanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu Hivi Suzi, mimi na wewe lini tumeanza utani? Yaani kaka, yaani kwa hapo naomba unisamehe bure. Sikuwa na njia yoyote ya kukutoa pale zaidi ya hii nilotumia, na isitoshe pale si ulikuwa na wifi. Unazungumzia nini? Ni wifi yupi unayemzungumzia hapo? Na nani aliyekutambulisha kwamba yule ndio wifi yako? Kaka. Mbona semekana yule ndio mwanamke ambaye ulikuwa unampenda kuliko kitu chochote kile, na nasikia ndio maana hujaoa kwa ajili yake. Suzi, ama neno nani anakuambia? Nani anakupa haya maneno ya ubunifu? Sio muhimu kwa sasa. Cha kushukuru ni kwamba nimekutoa kwenye mikono ya yule mwanamke, maana sikia hutaki kabisa ajue kwamba hujaoa, na ndio maana mkwepa. Kweli mdogo wangu, yani sielewi unachozungumzia nini. Hebu niweke wazi basi, yani sikuelewi. Unielewe, unazuga kaka. Usichoke hapo. Kipi uelewi? Cha muhimu ni kwamba nimekutoa salama kwenye mikono ya yule mwanamke. Sijui unanielewa? Hayo mengine achana nayo. Kwa hiyo ina maana ili swala limemshinda, akaamua aende kumwambia Suzi. Mama, wanaume siku hizi wanashindwa kuwa na kaba. Mwanaume au mfano na haja ya kwenda kudai Kiingereza. Shenzi. Stella, karibu ese, karibu sana. Washe Mfizo, mbona unanikaribisha? Kwani unaishi hapa? Mimi hapa ndo nyumbani, na huyu ni mke wangu mie, kama unavyomuona na hali yake, ndio maana nipo hapa, hata kazini sijaenda, tuauguzana tena. Una uhakika shemeji? Mbona uniuliza sana? Hapa ni kwangu mie na huyu ni mke wangu mie. Kwani wewe hapa umepajuaje? Mimi ni rafiki wa mke wako. Sasa tuna vikoba huko. Alafu mimi sikujua hata kama yeye ni mume wake. Basi karibu sana. Tena hii imekuwa vyema, maana umefika umenikuta na mie. Kwa hiyo umepajua nyumbani. Wapiga ndege mbili kwa jiwe moja. Misikai sana. Nimeleta tu mrejesho huko kwenye vikoba. Naomba tuongee.
Sawa. Mwaniacha tena. Yaani Sio mie niwapishe nyie. Mama, angalia tumbo langu hilo tena. Nadhani umeshajiona kila kitu. Sasa nataka kusikia maelezo kutoka kwako kabla sijamueleza mume wako kila kitu. mimi Msago sio mume wangu. Aliniomba tu nimsaidie toka ile siku ile pale sokoni. Na wewe ulikubali vipi kumsaidia bila kupewa maelezo? Aliniambia kwamba nikifanya vile naokoa ndoa ya watu, kwa nisiwe na wasiwasi. Sawa, nimekuelewa. Sasa nataka kujua Msago anaishi wapi? Alafu uniambie. Msago ameoa au bado hajaoa? Mimi sijui chochote kuhusu yeye. Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana. Nilidhani safari ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Nilichelewa kufahamu kwamba moyo haupimwi kwa maneno. Nilikupa kila kitu, nilichobaki nacho wewe ukaniacha gizani.